Moyo umekufa, kuanzia leo ufufuke tena, ufufuke tena, ufufuke tena. Kama kuna eneo umefika mahali ukasema basi wewe hapo umekufa, leo tunakufufua kwa jina la Yesu. Maana Sara na Ibrahimu wamekufa kwenye upande wa kuzaa, lakini mwamba Ibrahimu ana amani na anaamini inawezekana. Hebu soma sasa hapo tumalizie, afu niwaage mwende nyumbani na mwende kwenye kazi za Mungu uone. Yani Biblia ni tamu jamani, ukielewa. Anasema akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100 na hali ya kufa ya tumbo lake Sara, umesikia? Lakini akiona ahadi ya Mungu, akiona nini? Sema akiona ahadi ya nini? Hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Yani Ibrahimu pamoja na kufa kwenye tumbo la mke wake, lakini anatarajia ahadi ya nani? Ahadi ya nani? Ahadi ya nani? Mungu alishamwambia wewe nitakubariki. Anashikilia hicho, anatembea nacho, anasema Mungu ulisema utanibariki, tena utanifanya kuwa baba wa nini? Wa mataifa mengi. Saa hii naamini saa haijawadia, na sifi kizembe, na sifi kwa haraka, kwa sababu naamini saa inakuja, mambo yangu yatatiki, vitu vyangu vitastogea, na naamini Ibrahimu kwamba ile ahadi inashikilia hicho anachokiamini kitakuja. Nikuulize swali, wewe mpaka saizi Mungu amekuahidi nini? Au wewe Mungu umemwahidi nini? Bwana asifiwe. Muda umeshaisha, muda umeshaisha. Akiona ahadi hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza nani? Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki kwake. Huyo ni Ibrahimu. Alafu 20 tunasema lakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi. Hebu sema na kwa ajili yetu sisi, na kwa ajili yetu sisi tutakaohesabiwa hivyo hivyo, sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Kumbe haya mambo sio ya Ibrahimu tu, na hata wala ambao wanakaa upande wa nani? Wa Yesu. Bwana asifiwe. Kumbe yale maisha ya Ibrahimu hayakuishia kwake tu, kumbe hata kwa kina Samueli, kumbe hata